isikia sauti yako na Jehova kugeukia wewe, wakaweze kuyatenda mapenzi yako na kuishi kulingana na mfalme Jehova na mapenzi yako, na ni katika jina kula Yesu Kristo nimeomba na hata kuamini. Amen. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Sitaenda katika utangulizi, mambo ya introduction, jinsi nimesema. Muda wetu umeenda sana kwa sababu ya ratiba ambayo tumekuwa nayo. Lakini haya ni mambo ambayo Yesu mwenyewe aliyanena akiwa pamoja na wanafunzi wake wakati alipokuwa ameketi mlimani, na wanafunzi wake wakaja wakaketi mbele zake, na kisha akafungua kinywa chake akaanza kunena nao kuhusiana na habari ya ufalme wa mbinguni. Akaanza kuwaeleza na kuwaonyesha wale watu ambao wamebarikiwa kwenye ufalme wa Mungu ni watu wa aina gani. Kwa hivyo akawa anazungumzia kuhusu tabia zao na matendo yao, wale ambao ni mbegu ya ufalme. Jina la Yesu Kristo lipewe sifa. Kwamba heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Napoongea kuhusu heri, anasema wale ambao wamebarikiwa. Blessed are, wale ambao wamebarikiwa. Ni watu wa namna gani? Tabia zao, matendo yao, karakta yao. Kwa hivyo tukikuja kwa milango ambayo tumeweza kusoma, mstari wa 13 hadi mstari wa 16, hapo Yesu alikuwa akiongea juu ya wanafunzi wake, na jambo kubwa ambalo alikuwa akijaribu kuwafunulia ni kwamba waweze kuelewa hao ni kina nani. Alikuwa anawafundisha so that they may understand what they are. Laboni banga waha. Nohomba laboni waha mloba nohomba mkebara. Ndio maana anaongea kuhusu wao ni chumvi ya dunia na nuru ya ulimwengu, na pia nuru ya ulimwengu, ya kwamba wanapoishi katika dunia waweze kutambua na waweze kuelewa hao ni kina nani katika ulimwengu na katika dunia. Jina la Yesu Kristo lipewe sifa. Na pia habari hii inakuja kwa kanisa. You as a believer, iwe kuru mkristano, iwe ni waha mlova na iwe ni waha mkibara, wewe ni nani? Huo ndio ujumbe ambao tunaupata pale, kwa sababu anasema you are the salt of the world and you are the light of the world. Anapotumia vitu hivi viwili, chumvi na dunia, ana nuru, anajaribu kuonyesha jinsi kanisa lilivyo kiungo muhimu sana katika dunia na katika ulimwengu kwa ujumla. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ya kwamba wewe kama Mkristo ni kiungo muhimu sana. Jinsi chumvi ilivyo kiungo cha muhimu sana kwa maisha ya mwanadamu. Kwa sababu bila chumvi, basi kila kitu ambacho kinakuja kinywani mwako ambacho kitaandaliwa kama chakula ni tasteless. Haina ladha yoyote. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Hata iwe imekaangwa vizuri namna gani. Wale watu ambao labda kwa sababu ya hali ya kiafya wakati mwingine umefika mahali na ukaambiwa usile chumvi, unaweza ukaelewa nazungumzia nini. Jina la Yesu Kristo lipewe sifa. Hata chakula kiweze kuandaliwa vizuri namna gani, kila kinafanya kile chakula kuwa kitamu na kinafanya chakula kiwe na ladha ni chumvi. Na ukiangalia chumvi hiyo ni kidogo sana. Unaweza ukachukua chakula umetengeneza hapa sufuria kubwa sana,
Lakini unachukua chumvi kiasi kidogo sana mkononi, ukiweka ndani kisha unakoroga, ile chumvi ina uwezo wa kupenetrate kwa kile chakula chote na inaingia kila mahali. So ukila kile chakula unapata kila mahali kuna chumvi. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ninasababisha chakula kinakuwa kitamu. Vivyo hivyo wewe Mkristo unaweza kuwa mahali hata wewe mtu mmoja peke yake, lakini presence yako pale kama Mkristo, matendo yako na usemi wako unaweza ukageuza pale mahali na watu wote ambao wako pale mahali. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Mungu ni mwema na akasema let there be light, and there was light. Jina la Yesu Kristo lipewe sifa. So tuko vizuri katika hiyo hali. Kwa hivyo tunapata katika hiyo hali Yesu anaonyesha umuhimu wa kanisa kwenye ulimwengu na kwenye dunia, na anafananisha na chumvi. Yes. Mpaka hata wakati huo unaona ni kana kwamba you are not at the right place, wakati ambapo hakuna mwangaza. Because tunafurahia saa hizi kwa sababu jua hata kama mawingu imefunika, but there is light, kwa sababu kuna jua ambalo linatoa huo mwangaza. Na angalia hilo jua ni kidogo sana, ukiangalia very small, lakini unaweza kuangalia linaathiri ulimwengu wote, the whole world, kwa hilo jua moja peke yake. Na watu wote duniani wanaishi kulitegemea hilo jua. Kwa hivyo anasema ninyi ni nuru ya dunia, ya kwamba dunia ni giza, lakini wewe unapokuwa pale, wewe ni nuru kama Mkristo. Kwa hivyo unapokuwa pale mahali, lazima uhakikishe unaathiri maisha ya watu wengine. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kama vile hiyo light wakati imeangaza hapa mara moja, ukiangalia at least imeathiri kila mahali na kila kitu. Kwa hivyo unapokuwa mahali popote, lazima presence yako ionekane pale mahali, na uhakikishe ya kwamba unaguza maisha ya mtu mwingine, ana feel impact yako wewe kama Mkristo. Na ataifeel hiyo impact yako kupitia nini? Kupitia character zako. Jina la Yesu Kristo lipewe sifa. Yani imima jijo, ibikorwa bibyo biduke kudira umundu wundi, na kali koromba umundu wundi agirungane abe kulisa yibe. Vile unavyochukua chumvi na kuiweka ndani ya mboga, then ile chumvi inasababisha zile mboga ziweze kufeel impact yake, inaingia ndani na inatransform ile mboga ambayo haikukuwa na ladha, inaisababisha iwe na ladha. Ina uwezo wa kubadilisha. Kwa hivyo wewe kama Mkristo, lazima maisha yako yawe na uwezo wa kubadilisha maisha ya watu wengine. Ufanyike chombo cha kugeuza na kubadilisha wengine wasiomjua Mungu wapate kumjua Mungu. Hiyo ndio maana ya nuru. Jina la Yesu Kristo lipewe sifa. Wewe kuwa nuru. Because unapowasha taa mahali ambapo kuna giza, ile taa ina uwezo wa kupigana na giza na kuifukuza giza, kubadilisha giza na iwe mwangaza. Kwa hivyo nuru iko na nguvu, iko na uwezo. Uburavu venizi nguru na venubu nari, ubukugirunganya, nguvu na uwezo wa kubadilisha hali. Ni usiku ndio kuna giza kila mahali, lakini hata ukichukua mshale mmoja wa kiberiti
Ukiwa kwenye nyumba na uwashe na kuna madirisha ya kioo glasses namna hivi, yule mtu mwenye ako kule nje kwa gate ana uwezo wa kuona hiyo nuru, licha ya kuwa ni kidogo sana, lakini itajulikana kuna mwangaza pale. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Na huo mwangaza una uwezo wa kuonekana kwa umbali, kumaanisha kwamba unapotembea lazima hata wale wenye wako mbali waweze kuona nuru yako ikiangaza. Matendo yako lazima yaonekane kila mahali na watu wote. So hauwezi ukaficha Ukristo wako. Mahali popote ulipo lazima uruhusu nuru yako ionekane. Ukiwa mwanafunzi uko shuleni, lazima wanafunzi wajue huyu ni Mkristo. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa sababu kuna mwangaza unatoka ndani mwako, ya kwamba tabia zako ziko tofauti na tabia za watu wengine. Kwa hivyo katika hiyo hali anaonyesha ya kwamba sisi kama kanisa na sisi kama Wakristo lazima tuweze kuangaza. Na ndio maana anasema mji hauwezi ukasitirika ukiwa juu ya mlima. Hauwezi kwenda kujenga nyumba juu ya mlima na hiyo nyumba ikakosa kuonekana. Hapana. Kwa hivyo wewe kama Mkristo ni taa ambayo imeashwa, ama ni mji ambao umejengwa juu ya mlima na unaonekana na watu wote. Kwa hivyo uelewa, unapotembea uko na mashahidi wengi sana ambao wanashuhudia juu yako na Ukristo wako. Na wengi wanakutazama, wanataka kuona huyu Yesu ambaye unaongea juu yake, umempokea, anakaa namna gani na anafanana namna gani, na ni wewe ndiye utakaye dhihirisha mfano wake kwa ulimwengu. Kwa hivyo anasema ninyi ni nuru ya ulimwengu. Katika hicho kiwango mji hauwezi ukasitirika. Kwa hivyo lazima Ukristo wako uonekane. Mwami Yesu Kristo izome. Mrembeli bugana. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ukiwa ndani ya nyumba, lazima walioko ndani ya nyumba waone Ukristo wako. Wale ndugu zangu ambao tuko pale Chanzeywe, wale ambao wako pale lazima wakuone na watambue you are a believer, wewe ni Mkristo. Matendo yako yanaonekana unapotembea, hata usipoambia watu mimi ni Mkristo. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Najua wakati mmoja nilikuwa nafanya kazi mahali, nilipewa nafasi ya kwenda kusimamia ujenzi wa nyumba ambazo zilikuwa zinajengwa kule sehemu za Webuye. Nilichukuliwa na contractor mmoja, akanipatia nafasi ya kwenda kusimamia hiyo kazi. Na wakati huo mimi sikuwa mchungaji, nilikuwa kiongozi wa vijana. Ilikuwa hapo nyuma kidogo. Kwa hivyo nilipoenda kule, watu wote wenye walikuwa wanafanya kazi huko walikuwa watu kutoka sehemu hizo. Wengi sana walikuwa Wabukusu ambao tulikuwa tunakaa nao. Na mnaelewa mambo ya mjengo na ile lugha ya mjengo na vitu ambazo huwa zinafanyika mahali kuna mjengo. Wale ambao tumewahi fanya kazi ya mjengo. Bwana Yesu Kristo asifiwe. So niliishi pale zaidi ya mwezi mmoja hiyo kazi ikifanyika, kwa sababu zilikuwa nyumba nyingi, zilikuwa rental houses ambazo zilikuwa zinajengwa. Kwa hivyo tukiwa tumeketi siku moja, ilikuwa wakati wa lunch, na tukiwa tunaongea, watu wanaongea mambo yao katika kile kiwango wakifurahia. Kukawa na mmoja wa wale fundi walikuwa nafanya kazi, mwenyewe akajitokeza na akasema, mnajua hata licha ya sisi kuwa hapa, nimeangalia miongoni mwetu na nimetambua miongoni mwetu
ni kama tuna mchungaji. Unajua mimi si mchungaji, sijakuwa mchungaji. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Na aliposema hivyo, na nikapata wote wanasema, wakamjibu wakamwambia, na ni kweli, umesema ukweli. Kuna mmoja miongoni mwetu, hata kama ndio hatumjui, hatujawahi sikia kihubiri, lakini katikati yetu ni kama kuna mchungaji. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Mimi nikawaangalia, si kuongea jambo. Nikawaangalia na nikasema, kuna mchungaji katikati yetu. Mwisho maana walipoongea hivyo, waliongea hivyo na wakacheka. Lakini kanibidi sasa niulize, na kwani huyo mchungaji ni nani? Because mimi nilijua wanasema labda kwa wao, because wao wanajuana huko, hao ni Wabukusu. Sasa nilipouliza hilo swali, na kwani huyo mchungaji ni nani? Na wakarudi wakanijibu wakaniambia, ni wewe mwenye unauliza. Wewe ndio mchungaji. Nikamwambia mimi sio mchungaji, lakini wakaniambia wewe ni mchungaji. Tumekaa na wewe, tumekutazama na tumekuangalia vile unavyotembea na vile unavyoongea. Wewe ni mchungaji hata kama hutaki kutuambia. Lakini mimi sikuwa mchungaji. Jina la Yesu Kristo lipewe sifa. Lakini wakasema vile tumekaa na wewe na vile tumekuona. Because sometimes wangeingia kwa story zao za kuanza kuongea mambo mengine, mimi ningenyamaza. Wanaongea, wanacheka, mimi ninanyamaza. Katika kile kiwango singeshirikiana nao kwa hayo mambo. Because nilijua mimi ni nani. So kumbe katika hiyo hali walikuwa wananiangalia, na ikafika mahali mtu akija kuniongelesha, ataniongelesha tofauti na vile wanavyoongeleshana wakiwa wenyewe. Jina la Yesu Kristo lipewe sifa. Ninajaribu kusema nini? Ukiwa mahali, wale wanaokutazama lazima waweze kufeel na kuona nuru yako iweze kuonekana. Vile unavyoangalia tu hiyo taa, ikiwa mahali penye iko namna hivyo, huo mwangaza unaonekana na huwezi ukafichika kwa vyovyote vile. Hata ukijaribu kuchukua kitambaa ufunike, bado utakuwa na uwezo wa kupenetrate ndani ya hicho kitambaa na kutoa mwangaza wake. Hivyo ndivyo inatakikana wewe kama Mkristo. Wanao kuangalia, washuhudie, waone mwangaza wako na wafurahie hiyo nuru. Kumaanisha maisha yako yawe na ladha kwa maisha ya watu wengine. Jina la Yesu Kristo lipewe sifa. So nilo jambo kubwa sana ambalo Yesu alikuwa akijaribu kuonyesha wanafunzi wake, ya kwamba mnaenda duniani, lakini hakikisha mahali ambapo unaenda utawacha pale mark, utabadilisha hapo mahali. Pakiwa giza, uhakikishe giza imeondoka na pale mahali pamebaki nuru. Ukiwa na mtu ambaye hajamtambua Mungu, hakikisha huyo mtu amemtambua Mungu kupitia wewe. Ukiwa mama umeolewa kwa mme ambaye hajaolewa, na wewe ni mama USFW, Bwana Yesu Kristo asifiwe. Inatakikana maisha yako ya Ukristo yambadilishe huyu mwanamume ambaye sio Mkristo awe Mkristo. Because wewe ni nuru. Na hakuna wakati giza imeshinda nuru kwa vyovyote vile. Bwana Yesu Kristo asifiwe. So hauwezi kufika mahali na useme huyu amenishinda kukaa na yeye kwa sababu hamjui Mungu. Akikushinda kukaa na wewe, then wewe ndio uko na shida, sio yeye. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Si nimekwambia mshale mmoja tu wa kiberiti ukiwasha kuna giza, lazima giza yenyewe inaanza kuondoka, kusonga na kuachia nuru nafasi. So huyu atabadilika sio kwa kufungua Biblia kumhubiria, lakini jinsi utakuwa unamuongelesha na jinsi utakuwa unamtreat, matendo yako. Kwa sababu anasema matendo yenu yaangaze. Yale matendo ndio nuru, matendo mema. Huo ndio mwangaza
ambao inatakikana wewe utoe kwa wale ambao wanakutazama, wale ambao wanakusikiza, na kwa maneno yako utawavuta, kwa tabia zako utawavuta, utawabadilisha bila kufungua Biblia, lakini unahubiri kwa matendo. Then you will be able to transform them. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Katika hiyo hali, wengi watakukimbilia hata wakiwa na tatizo, wakiwa na shida, kwa sababu maneno yako ni ya kutia moyo, ni ya kuencourage, ni ya kujenga katika kile kiwango. Kwa hivyo anapokuwa na shida, anatafuta wewe mahali penye uko ili ukaweze kumsaidia. Hivyo utafanyika ladha kwa maisha ya watu wengine. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Somola kali zinguzani baleti komesa nuzia no dongera kumu oteba kajombe kakufalo. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Yaani wegomba ukoleke ndeki omede mlieteri mwami Yesu Kristo yizomini, kwa sababu una hamu na ile ladha. Kwa hivyo mimi sijui wewe kama Mkristo watu wanakufeel namna gani kule nje. Presence yako ukiwa nyumbani na ukikosekana nyumbani, watu wanaweza feel kuna kitu tumekosa hapa, vile chumvi inakosekana kwa mboga. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ukiwa kwa mkutano, watu wana feel impact yako, presence yako, na usipokuwa wanaweza feel na kuona kuna kitu tunakosa. Jina la Yesu Kristo lipewe sifa. Kosa chumvi isipokuwa kwa mboga, kwa chakula itajulikana chumvi hakuna. Na kusipokuwa na mwangaza, kila mtu atajua hapa hakuna nini? Hakuna mwangaza. So usipokuwa mahali, watu wanaona ni kana kwamba hawako sawa, na hawezi kuwa sawa ikiwa wewe hauko. Hiyo ndio inakuonyesha ya kwamba wewe ni wa muhimu kwa maisha ya watu wengine. Juzi ni siku 2 ambazo zimepita, na hili jambo lilinihuzunisha sana. Nataka kuliongea kutumia kama mfano, lakini sio kwa uzuri. Natumia kwa mfano, lakini kwa huzuni ndani ya moyo wangu. Kuna wakati mmoja nimepita mahali na nikapata kijana, sio kijana mdogo, ni mtu mzima. Ni mzee hata ako na wajukuu, lakini bado mamake mzazi angali yako. Kwa hivyo nilipita na nikapata wanagombana na mama yake. Na baada ya mama yake kupita kwenda, alikuwa na wafanyikazi walikuwa, huyu mzee walikuwa wanamsaidia kazi, na baba yake mzazi alikufa, ni mama pekee alibaki. So huyo mzee akaanza kuambia wale wafanyikazi, kifo kilikosa sana. Na kama kifo kingelikuwa kinauliza yule mtu ambaye kinaweza chukua kuja kuuliza, alafu kiniulize, ningeliambia kifo, tafadhali muache baba tukae na yeye, lakini mchukue mama. Sijui kama unanisikia kile nasema. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa nini huyu kufika mahali paka atamani mama yake aondoke? Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ndio ni mama mzazi, lakini matendo, tabia katika hicho kiwango. Although sikufurahishwa na hilo jambo, because nimewafundisha hapa juzi. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Because kwa kuongea hivyo ni kama anakasi nini? Mzazi. Lakini matendo yanaweza kusababisha wakati mwingine ukaingiza mtu mahali ambapo hakutaka kuingia. Kwa sababu hata sisi watoto, vijana wenye tuko hapa, matendo yetu wakati mwingine huwafanya hawa waliotuleta duniani wafike kiwango cha kujuta kwa nini wametuleta duniani, kwa sababu ya tabia zetu.
Ndio maana anasema hata huyu mtoto akiondoka hapa aende kwingine, ninaweza kufurahia. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Because wewe unafanyika giza badala ya kuwa nuru. Kwa hivyo naomba kuanzia leo Mungu akusaidie ufanyike nuru ukiwa nyumbani. Matendo yako yawapendeze, yawafurahishe wale wanaokutazama, wale unaoishi nao, wale mnaotembea nao, wale mnaoshirikiana nao, wapendezwe na matendo yako. Na wanapokutazama wewe, wampatie Mungu utukufu kupitia matendo yako. Wakisema mama huyu ni mzuri, ni mama wa heshima. Jina la Yesu Kristo lipewe sifa. Najua kuna kina mama wengine ndio huwa tunawapatia heshima hapa. Tunawaita kwa kanisa mama wa heshima. But in really sense ukikuja kuangalia kwa tabia, hiyo heshima haiko. Tunasikia kweka meni wanasema wanatafuta kweka ambaye ataenda apewe saa tuzo ya heshima. Lakini ukirudi ukikuja nyumbani kutafuta hiyo heshima ambaye alikuwa anapewa, unapata hiyo heshima haiko kwa sababu ya tabia na matendo. Kwa hivyo tuangalie matendo yetu. Maana huwa anasema Ukristo sio kuongea tu. Si nimewaambia nimeishi na watu Webuye ambao hawanijui kama ninaenda kanisani. Huo mwezi mmoja wote mimi sikuwahi enda kanisani, maana hata Jumapili walikuwa wanafanya kazi na ilibidi niishi hapo na hao. Na mimi sikuwa mchungaji, nilikuwa tu kiongozi wa vijana kanisani. Lakini hao waliponiangalia wakaona matendo ya mchungaji, alafu wakaniita mchungaji. Pasipo kuwahubiria injili ama kufungua hata mstari siku moja niwasomee, lakini waliniita mchungaji kwa sababu ya matendo. Kwa hivyo nikiuliza, wewe ukiwa nyumbani huwa wanakuita nani? Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ndiye takiria abantu bakuranga yo mwana wali mana no. Unajua ukiwa hata mama nyumbani kuna jina ambayo watoto wako wanakuita, na hata ukiwa baba nyumbani kuna jina ambalo watu wanakuita, na hata kwa kijiji kuna jina ambalo watu wanakuita. Na hilo jina linatokana na tabia hizo, ndio zinakupatia hilo jina. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kuiba bandu bakurangavwa. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Wacha hilo jina lenye wewe unajua unaitu, unajulikana nalo, lenye liko kwa kitambulisho. Kuna jina lingine tu. Hilo kwanza wewe unaweza kosa kulijua. Lakini wale wewe ukipita unasikia watu wanaongea, hata wanakuongea wewe lakini haujui, kwa sababu wanatumikia hilo jina ambalo wanalijua, jina lako. Na hilo jina ni character, nimekupatia hilo jina. So naomba Mungu akusaidie kuanzia leo ugeuke ufanyike nuru. So watu wakupatie jina mzuri, jina la heshima. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Si Mungu natubariki sote. Si Mungu natubariki sote. Tubadilike. Na tukisha badilika tutabadilisha wengine. Sawa sawa. Nataka tusimame kwa miguu zetu. We give you glory, Lord, as we honor you. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are worthy.
useme Yesu ni wa kiajabu. You are worthy. Yes, you are. You are worthy. You are worthy. You are worthy. Oh, you are wonderful. You are wonderful. You are worthy. You are worthy. Yes, you are wonderful. You are wonderful. Wonderful. You are worthy. You are wonderful. You are wonderful. Wonderful. You are worthy. Wonderful. You are Wonderful. You are worthy, oh Lord. Tunaomba. Asante Jehova, asante Mfalme, asante Masihi, asante Kristo Yesu. Kwa hakika Jehova, Baba, tunakupa sifa na utukufu wote. Wewe ni wa ajabu Kristo Yesu, unastahili wewe kuinuliwa, unastahili wewe kuabudiwa. Asante kwa neno lako ambalo Jehova ni nuru ya ajabu, ambalo lina nguvu, lina uwezo Baba wa kubadilisha maisha yetu. Hata tunapoliamini neno hili linatugeuza Jehova, jinsi tuliokuwa vyombo ambavyo havifai. Baba yangu, tunafanyika vyombo vya dhamani, tunafanyika vyombo vya heshima, na kupitia neno hili Baba tunakuwa na uwezo wa kugeuza na kubadilisha hata maisha ya wengine. Na wakabidhi wote hawa mikononi mwako. Naomba Jehova Mfalme, acha nuru yako iangaze ndani ya maisha yao, nao wakafanyike nuru, na kupitia wao Jehova wakaguze maisha ya wengi na kusababisha wengi kugeuka na kukutambua wewe na kukurudia wewe. Ibada hiko mikononi mwako, na nena baraka zako juu ya maisha yao, na nena kibali chako juu ya maisha yao. Wabarikiwa wanapotoka, wabarikiwa wanapoingia. Ibarikiwe kazi ya mikono yao, chochote wanachokiguza Mungu wangu kikabarikiwe, hata pamoja na uzao wao. Baba yangu kaweze kubarikiwa, na hakika Baba tasema ni asante. Uinuliwa, uhimidiwe Jehova, maana unastahili Baba yangu, na ni katika jina kula Yesu Kristo nimeomba na atakuamini. Masala kugasikusi. Amen. Tuende kwa sadaka. Nikiwakumbusha tulitangaziwa Jumapili iliyopita tarehe 4, kuna hii renewal ya membership. Shilingi 100 kwa wale ambao ni members tayari, na shilingi 300 kwa wale ambao si members. Kwa hivyo tumebakisha Jumapili 2 peke yake, na ni watu 2 peke yake nimeona.